Hadithi: siri ya kijijini cha kisiwa. Palikuwa na kijiji kidogo kilichojaa utulivu, kilichoitwa Mwambani, kilichopo katika kisiwa cha mbali kwenye bahari ya Hindi. Kijiji hicho kilijulikana kwa uzuri wake wa asili. Miti ya minazi ilining'inia juu ya mchanga mweupe, ndege waliimba nyimbo tamu kila asubuhi, na maji ya bahari yalikuwa ya buluu ya kuvutia. Lakini nyuma ya utulivu huo kulikuwepo na siri kubwa ambayo wakazi wa kijiji walikuwa wamehifadhi kwa vizazi vingi. Katika msitu wa kijiji hicho kulikuwepo na mti mkubwa sana ulioitwa mti wa ndoto. Wazee wa kijiji walieleza kuwa mti huo ulipandwa na babu wa kwanza wa kisiwa, aliyefika hapo baada ya kufuata ndoto aliyoonyeshwa na roho za mababu zake. Ilisemekana kuwa kila usiku wa mwezi mpevu, mti huo ulitoa mwanga hafifu wa kijani na kuzungumza kwa sauti ya upepo, lakini ni wale walio safi wa moyo tu ndio wangeweza kuusikia. Siku moja msichana mdogo aitwaye Amani alipotea katika msitu huo. Wazazi wake walihangaika na wanakijiji walimtafuta usiku kucha bila mafanikio. Lakini alfajiri ya siku ya pili Amani alirejea salama, akiwa na shanga ya kijani shingoni mwake na macho yake yakiwa yanang'aa kama dhahabu. Alikuwa ametembelea mti wa ndoto. Amani aliwaambia wanakijiji kuwa mti huo ulimfunulia siri kubwa: kuna hatari inayokuja baharini, mawimbi makubwa na pepo kali, lakini pia kuna tumaini. Mti ulimwagiza Amani awaongoze wanakijiji kuhifadhi maarifa ya zamani, kulinda mazingira na kuwa wamoja kama familia moja. Wanakijiji walisikiliza, wakaunganisha nguvu, wakajenga ngome ya asili kwa kutumia miti na mawe ya pwani, wakaweka utamaduni wa kusimulia hadithi kila usiku wa mwezi mpevu ili hekima isisahaulike. Na tangu siku hiyo, Mwambani haikuwa tena kijiji cha kawaida, kiligeuka kuwa mahali pa hekima, maelewano na maajabu. Siri ya kijiji hicho haikuwa tu juu ya mti, bali juu ya umoja, imani na kusikiliza sauti ya asili. Mwisho, naomba subscribe.